Haswa Dr. mtazamaji, karibu tena. Tunaendelea na mdahalo wetu wa uongozi na maadili. Studioni niko na Charles Monda ambaye ni daktari na afisa mkuu mtendaji wa New Era Governance International, shirika la kuangalia uongozi na maadili, pamoja na wakili Oliver Kipchumba ambaye ni wakili na vile vile mchanganuzi wa masuala ya siasa. Na moja kwa moja kabisa, kabla ya kuzama katika kupata kauli yake Nelson Koech ambaye ni mbunge wa Belgut akimtetea naibu rais William Ruto, kuna swali ambalo nilitaka kumuuliza daktari kuhusiana na utafiti kabla ya kwenda pumzikoni. Nadhani swali langu kwa daktari ilikuwa kwamba atueleze kwamba ni aje juu, kwa sababu tulivyomsikia Wolf hakuzingatia sana kutuambia ni njia ipi alitumia kuwapata watu hawa. Kwa mfano, bonde la Ufa lina watu milioni 4.7 kulingana na hesabu iliyofanywa mwaka wa 2009. Lakini tunaona kwamba katika kura hii ama utafiti huu alitumia watu 435. Aliwapata vipi? Na ukiangalia haya na madai ya wanasiasa hawa, wakati mwingine unaweza pata kwamba wanasiasa hao pia wako na maneno ambayo wakiyasema unafuatilia kufikiria, kwa sababu kama ulivyomsikia naibu wa rais madai yake, unaweza yafuata kwa sababu moja ni hivi majuzi tumesikia watu wakisema mambo kila wakati. Mara tuwasikia kuna watu wanataka kubadilisha katiba ili asikuwe rais, mara kuna mbunge amepeleka bunge hoja kwamba William Ruto asisimame rais. Haya yote ndio inakuwa vigumu kwa mtu Mkenya wa kawaida kuelewa kwamba mbona ripoti hii ije wakati huu, na mbona tuseme peke yake ni William Ruto, Anne Waiguru. Kuna watu wengi ambao tuwajua, kuna wengine walikuwa chini ya ile orodha. Ndivyo na tuwajua. Shida ni kwamba tu hawa wawili walitajwa kwamba wameongoza, lakini orodha ilikuwa ndefu. Orodha ilikuwa ndefu, lakini swali langu ni je, leo nikienda kweli mahali ambapo wewe kuna watu wanakuchukia na niulize swali, wote wengine wanachukia pua lako, wengine kidevu, watasema hatumtaki Lofty. Kwa hivyo tatizo unasema ni kwamba idadi ni ndogo ya watu hata kama ndivyo, hata kama ukitaka kujua sukari, ukitaka kujua utamu wa sukari ni kijiko moja, lakini pia kijiko ile lazima ionyeshe kitu. Kwa hivyo maswali hayo nataka Tom Wolf yajibu. Na huyu ni mwanasayansi, daktari mwanasayansi mtafiti. Ningependa kumjibu wakili. Kwa mfano, tuko na hii sakata ya sukari. Tulisikia sukari ni mbaya, Wakenya wasikunywe. Ukichukua hii sukari kwa laboratory, mahabara ya kuangalia maneno, uchukui gunia mzima, unachukua kichiko ndio unachukua pale kufanya hiyo utafiti, unajua hii sukari ni mbaya ama hii kitu ni mbaya. Sasa watu 445 kati ya milioni 4 kulingana mimi iko sawa. Lakini hatuwezi kusema mtafiti inafaa kuwa asilimia ngapi? Najua nasikia hakuna mwelekeo kamili, lakini inafaa kuwa asilimia ama isishuke chini ya asilimia ngapi? Sasa kwa mfano au watu 445 katika bonde la Ufa, kulingana na mimi si eti sehemu moja kampuni liende kachukua watu. Wanatoa kitu ndio sample. Na wakili hawezi kutuambia kwamba eti Rift Valley kuna watu wana support labda makamu wa rais wote, kuna wale wanampinga pia huku. Kwa hivyo hao watu 445 kulingana vile mimi najua iko sawa. Labda walitolewa kwenye kaunti hizo zote siku Rift Valley. Bora wasiwe eneo moja. Bora wasiwe eneo moja. Sababu ni maoni. Watatu pale, 4 kule. Huku. Basi kutakuwa sawa. Sasa hiyo kichiko kidogo ya sukari, tutajua kama sukari iko sawa ama ina sumu. Gunia zima. Lakini gunia zima ni mbaya ama iko na sumu. Kutakuwa na itilafu iwapo tutachukua sukari ambayo tunajua iko na sumu na tunataka tujue ni nini tunatafuta. Tukichukua sukari ambayo tunajua iko na sumu, itakuwa na sumu. Kama leo natafuta, lakini kama gunia ni moja. Lakini shida tunajua kwa gunia hili wamechukua watu waliofanya utafiti huu, walichukua sehemu ya gunia walioitaka. Hayo ni madai yako wakili. Labda Tom Wolf anaweza kuja kujibu. Shikilia hapo. Mtazamaji, wakati huo ni kwamba mbunge wa Belgut Nelson Koech amelalamikia na kusema kwamba swala hili zima la kumpaka tope naibu rais William Ruto. Koech amesema kwamba swala la kutoa taswira kwamba naibu rais ni kiongozi fisadi halina nia nzuri, ila ni hila tu za kumpaka tope naibu rais William Ruto. Anataka kumpaka matope ili kwa uso ya taifa hii naibu wa rais aonekane yeye ni mtu anapenda ufisadi.
there is a serious profiling of the deputy president in a very negative way. Nelson Koech anasema kwamba naibu rais anapakwa tope. Kumekuwa na swala zima la kwamba kuna baadhi ya viongozi, bwana Oliver, kwamba ni vibaraka. Hata mtu akiwa na makosa kama ni yuko chini yake haizi mtoa makosa. Unakubaliana na watu wanaotoa madai aina hiyo? Lofty, Waswahili wanasema kila mwamba ngoma huvuta upande wake. Kweli. Na kila mtu aitakapo ngozi huita upande wake. Ndivyo pia wanasiasa hawa wako na mrengo wao. Kila mtu wako na mrengo ule atakao usimamia. Ndivyo ni vigumu kumuona mwanasiasa na kuuliza kwamba atakuwa na maono ama mawazo, yale mawazo yenyewe yanaweza tumiwa mahali pengine kama mawazo simami ama mawazo ambayo yanaweza tumiwa kusimamia jambo fulani. Viongozi wetu wakati mwingi ni viongozi ambao wako kwa chama, wanasimamia misimamo tofauti. Viongozi wa Kenya si kama viongozi wa Amerika ama Britain. Kwa hivyo viongozi wetu wengi hawasimamii kama vibaraka, hawasimamii vitu ambavyo tunaweza sema kiongozi fulani anasimamia maneno ya kodi. Kiongozi fulani anasimamia maneno ya afya. Unajua ukienda leo uende katika Uingereza, ukipata viongozi wanakuambia katika maneno ya kazi na ajira kwa vijana, haya ndio maono yangu. Shida hiyo tunayo nchi, na tulivyoanza kikao hiki nilikuambia shida moja ambayo tunayo kama wananchi na watu wa nchi ya Kenya ni kwamba hatuko na shida ya uongozi. Uongozi wetu una shida, na ndivyo tukatakaposonga mbele yafaa tuiangalie na tuilegeze. Kwa sababu ndivyo kila kiongozi ana haki ya kusema jambo lile ambalo anataka kulisema. Ukimwangalia, ukimsikiza Koech atasema hivyo. Ukisikia kesho viongozi ambao wanamuunga mkono waziri mkuu aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga watasema vingine. Hao ni wanasiasa. Jambo ambalo lafaa tujiulize ni kwamba mawazo ambayo ni mawazo wazi ni yapi? Mawazo wazi, uongozi, ufuasi na vibaraka. Asante Lofty. Uongozi na vibaraka. Kuna kitu kimoja Wakenya wanaelewa. Tuseme mwanaume wa miaka yako eti uwezi kutumia akili zako kama mwanaume ama mama wa miaka yako ukasimamia ukweli unaoujua. Eti lazima ninyenyeke, nienda kwa mtu fulani, nimuulize jamani nitasema nini? Ndio maana maadili imepotea. Ule tuseme mtu akiwa na ile hali yake ya kufikiria maneno kama binadamu uliye na ubongo wa aina yako kuangalia maneno badala ya kutumia ubongo wako lazima nisimame nimtetee mtu fulani ndio labda akuje kunisaidia kwa njia moja ama nyingine. Sasa katika hali hiyo sisi ambao tunaamini governance mzuri, uongozi bora, kila mtu asimame afikirie kibinafsi. Aangalie nchi kama nyumbani kwake, mahali ataishi, atakufia, wajukuu wake watakuwa. Kama kitu ni mbaya, unasimama unasema hii kitu ni mbaya. Kama kitu ni mzuri, unaunga mkono. Kwa mfano, hao mabwana wanasema eti makamu wa rais, niseme hivyo, eti anaonewa, anapakwa tope. Anapakwa tope. Nataka niulize swali moja. Mbona anapakwa tope? Mbona kuna watu wengi hapa, wengi sana Kenya, ambao ni maarufu kwa njia moja ama nyingine. Hatujasikia mtu amepakwa tope. Wajiulize mbona anapakwa tope. Wakipata hilo jibu ya hilo swali, basi itakuwa ni rahisi sasa sisi tusimame kusema yenyewe. Nadhani Lofty, wacha nimsaidie Daktari Monda jambo moja. Na mimi nasema hii kama mtu ambaye nimefanya strategia ya siasa kidogo. Ukitaka kufanya jambo leo, auendi mbele pale kulifanya. Unapitia kando kando, watu wasijue ni mawazo gani unafanya. Wakati ambapo watajua ni nini ulikuwa unafanya, jambo lile litakuwa limefanyika. Na kupea mfano, naibu wa rais, mbona watu huenda wafuasi wake wanasema kuna uonevu fulani katika mambo haya ambayo yanafanyika? Ni kwamba katika kinyang'anyiro cha mwaka wa 2022 kila mtu akiketi chini
anaona kwamba naibu wa rais yuko mbele. Na jinsi ya kufanya mtu kuvuta mtu nyuma nchi hii si kusema maneno mengine, ni kufuata mkondo fulani. Kama nikupe mfano, naibu wa makamu aliyekuwa wakati mmoja waziri mkuu nchi hii, kuna strategia ya siasa ambayo ilitumiwa na wakamfanya yeye anaonekana kuwa mwanasiasa ambaye anapenda ghasia. Watu wakimuona wanaona kwamba Raila Odinga anapenda ghasia. Ndivyo basi hao ambao wanamsupport deputy president wanaona kwamba kuna hiyo barabara ambayo inafuatwa, kwamba wanataka kuonyesha Kenya nzima kwamba ukiona naibu wa rais unaona ufisadi. Lakini wana Kipchumba haya yote ni maneno ya siasa. Ni kuonyesha kwamba ni maneno ya siasa na kila mtu na pia nikumbushe wale ambao wanamuunga mkono naibu wa rais kwamba mtu akitaka kuwa rais si jambo rahisi. Kuna mambo ambayo hata ukimwona Rais Moi yule alipitia vigezo kadhaa kabla kufika pale. Na haya yote yatawekwa. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu sisi ni Waafrika na tuwaona urais kama suluhu ya matatizo yetu yote. Lakini tukianza mdahalo huu, wewe mwenyewe umekiri kwamba ufisadi upo. Je, ni namna gani tunaweza kutatua ufisadi mbali na kuteteana kwa mirengo ya kisiasa kama wanavyosema? Manake kwa nini huyu atajwe yule asitajwe? Ufisadi. Kwa nini huyu atoke kwenye ripoti labda ya ile tume ya kupambana na ufisadi, huyu asiweko? Kwa nini? Kumaanisha ufisadi upo, namna gani tukabiliana nao mbali na siasa? Mbona ufisadi umeendelea kuwa katika nchi hii? Tuko na ile ripoti ya TGRC. Naam. Tuko na ile ripoti ya shamba ya Ndungu. Haya yote yako pale mezani, yamekusanya uchafu. Tukitaka kumaliza ufisadi, tuende pale katika meza ile, tuchukue ripoti ya Ndungu, tutoe vumbi, tuanze kusoma kuanzia kurasa ya kwanza tukisonga mbele. Tukishamaliza tukuje tujiulize, tuambiwa nchi hii kuna ufisadi. TGRC ripoti ile atuambia tukianza nchi hii lofti alikuwa na kuku 2. Kama lofti yako leo na gorofa 5, atuambie kuku ilitega mayai ngapi miaka iliyopita 40 ama 50 tukafika hapo. Jambo lingine, na mngwana huyu amesema jambo hilo kwamba tumpe support inayohitajika mkuu wa sheria mpya Bwana Kihara, tumpe support anayohitaji mkuu wa mashtaka Nurdin Haji, na tumpe mpelelezi mkuu Kinoti support. Hayo ndio vyombo ambavyo sheria imetupa vya kupigana na ufisadi. Shida ni hii lofti. Tukipigana na ufisadi kwa mawazo na kura ya maoni, hakuna mtu ambaye atayafungwa jela. Mali ya wananchi inapotea. Tuambiwa kila siku na mkuu Auditor General kwamba nusu ya bajeti yetu ama sehemu kubwa ya mapato yetu inapotelea katika ufisadi. Jambo ambalo tofaa kufanya si kujiuliza ni nani amesema kwa kura ya maono ama hajasemwa. Ni kwamba tuko na ushahidi wa kutosha, mpeleke mtu yeyote mahakamani. Inasemekana wakipelekwa wanatoka kwa bondi, wanaachiwa kwa dhamana. Tuko na katiba. Kidogo tu bwana wakili na Daktari Monda, kidogo tupate kauli yake bwana Sankok. David Sankok ni mbunge mteuliwa pamoja na Simba Arati, mbunge wa Dagoretti North, wakizungumzia masuala haya ya uongozi, ufuasi na kuwa kibaraka. Ni msawishi ndugu yangu Sangok kwamba wacha hii psychophants ako nayo, awachane nayo. Yani tuongee masuala ambayo ni muhimu. Wacha nimwambie ukweli wa mambo kwamba 2022 inawezekana asipate hii nomination. Walemavu wako wengi kuliko yeye mwenyewe. Kwa hivyo asidhanie kwamba yeye tena atachaguliwa. Kwa hivyo lazima maadili yake ikuwe mazuri kwa sasa. Kwa hivyo nataka na yeye anajua hivyo kwamba hii nomination sio lazima ni automatic. Kwa hivyo hii debe anapoipiga lazima aipige vizuri. Kwa hivyo lakini nataka niseme muhimu kwamba huyu ni rafiki yangu mzuri, tunakula pamoja, lakini kwa hivyo yeye ajue vizuri kwamba aende polepole, sio anapoongea aende polepole. Kwa sababu swala muhimu ni kwamba ukweli ni kwamba kura ambazo zimepigwa siku nyingi aidha kumekuwa na kutoelewana, na kule kutoelewana kwamba hakuna wakati hata mheshimiwa William walisema kwamba amefanya vita imetokea nchini pamoja na Raila. Kwa hivyo sasa wakati anapopiga debe raundi hii ajue kwamba debe hii imepigwa vile vile wakati mwingine. Kwa hivyo mimi nataka kusema kwamba swala la urithi inapofika
ikikuja mwaka wa 2022 nataka niseme kwa roho yote yangu kwamba Mheshimiwa William hako na haki yake kusimama kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini pia vile vile Mheshimiwa Kalonzo yuko na haki, na Mheshimiwa Mudavadi ako na haki. Mheshimiwa mwingine pia wako na haki, lakini acha tumwambie ukweli wa mambo kwamba Mheshimiwa William lazima atuelezee kama Wakenya kwa miaka 10 wamekuwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni nini amefanya, isipokuwa kwamba dhana imejengwa kwamba lazima yeye apewe ile deni ambayo anasema kwamba deni alipwe. Hakuna deni ambayo inalipwa. Sisi tunasema kwamba kwa sasa mahali tumefika, kila Mkenya lazima akue tayari kuhakikisha kwamba kura ambayo tunaenda kupiga ni kutengeneza nchi yetu. Na nataka nikuelezee bila mimi vile ninavyoona kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa sasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anavyoendelea kupigana na ufisadi, ukabila na kuhakikisha kwamba economy imerudi kwa njia, hilo ndio tunataka tusimame nyuma yake. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amesema kwamba lazima tukue na life audit ya kila mmoja, akianzia yeye mwenyewe, ndiposa iende chini. Ikitoka kwake itaenda kwa deputy. Ikitoka kwa deputy itaenda chini mpaka ifike kwa sisi. Tunataka tuelezane ukweli. Na kwa sababu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hakuna kitu anapoteza hapa. Kama ni mali, yeye alizaliwa akapata kuna mali. Hawa wengine ambao wamekuja lazima tuulizane, wewe umetoa ndege 4 wapi? Umetoa shamba wapi? Umepata haya majumba wapi? Simba umetoa magari haya yote, na wewe tunajua kwamba biashara yako imekuwa kwamba ni, for example, ni insurance, ni ukulima. Mwaka tutasema kwamba umepata milioni 100, lakini tunataka tuulizane kwamba pesa hizi zote umepata wapi? Simba ni rafiki yangu sana na najua mimi sio psycho fan. Na akianza kusema ati mimi nimekuwa nominated, wacha nimwambie kwamba Uhuru alini nominate on behalf of 8.5 million Kenyans ambao walimpigia kura. Kwa hivyo yeye akiwa na kura 1030, mimi niko na 8.5 million. Kwa hivyo azilete maneno ya nomination ama nini hapa. Swala la wajibu wako lakini wajibu wangu wa kutetea haki ya walemavu, hiyo hata wananchi wote wa Kenya wanajua. Juzi tu ndio nimefungua ama weza kutafuta donors. Tukaweza kujenga hospitali ya corrective surgery ya watoto ambao wako na walemavu, ambao ulemavu yao itaweza kuwa corrected. Hapo AIC Kijabe ama bilioni hapo. Kwa hivyo upigi ni mdahalo hapo juzi hapo, mtazamaji, ambapo Simbarati anamtaja Bwana Sanko kwamba huenda akawa ni kibaraka, ndio maana anaunga mkono kile kinachofanywa na wale viongozi, na ndio swala ambalo kwa tunazungumzia. Lakini naona ujumbe hapa ambao umetumwa katika mitandao ya kijamii kwenye Twitter. Kenneth Lubuga anasema kwamba wakati wa kampeni za mwaka jana, huyu wakili Oliver Kipchumba alikuwa akipigia debe sana tafiti zote za Ipsos kwa sababu zilikuwa zinaweka chama cha Jubilee, Uhuru pamoja na Rais Uhuru Kenyatta kileleni, lakini kwa sasa kwa maana wametajwa katika ufisadi, anasema utafiti huo haufai. Kweli urongo? Nadhani huyo mtazamaji alipata habari hiyo kwa njia ambayo yuko nitakana ipate, lakini kitu ambacho inafaa tuangalie ni kwamba utafiti huu wote tuiangalia kwa ile ambayo tunaita kwa kimongo merits. Ukileta utafiti leo tuambie nilienda Uasin Gishu, nikapata watu 20 tukafanya utafiti, nikaja Nyandarua, nitakubaliana nawe juu mimi pia nimeenda shule na mimi pia ni sayansi imenifikisha. Kwa hivyo ule mwingine uliuangalia uko sawa? No, niliuangalia nikasema uko sawa, lakini huu ndo kuna shaka nao. Maswali yangu nayo ni fupi tu. Maswali yangu ni kwa nini tutumie na mbona tutumie mikoa na sisi tuwajua tuko katika serikali ya ugatuzi? Safi. Aya, anamwona Osungus Nyamongo anasema kwamba kiongozi yeyote hafai kuigiza ama kujiingiza katika masuala ambayo ni kinyume cha masuala ya haki na masuala potevu, kinyume cha haki na maadili,
huwa yanatokea sana matokeo ambayo ni mabaya na kupotosha Wakenya kinyume cha haki na maadili. Bwana Monda, tukienda kumalizia, pengine utupashe tu ni vigezo vipi ambavyo viongozi wetu tumeona wakijibizana wale wawili kwamba mmoja ni kibaraka, mmoja anasema anafanya kazi yangu. Kiongozi aangalie vitu gani, vigezo gani, ili kwamba asijipate katika hizi ripoti na kura za maoni za kwamba ni mfisadi kuliko wengine? Asante sana Bwana Lofty. Kiongozi yeyote, hata nyumbani ukiwa baba wa mji, lazima uongoze watu wa mji ama nyumba yako vizuri. Hawa viongozi wetu ambao walichaguliwa mwaka wa 2017, tuliwaamini, tukajua watafanya mambo vinavyostahili kulingana na katiba yetu. Lakini ukiangalia vile hali ilivyo saa hii, kila mtu anafuta bande zake. Rais akisema hivi, hawa wanasema si hivyo. Swala ni hili. Katika uongozi na maadili bora, inastahili kwamba mtu ambaye amepewa ofisi kwa niaba ya wananchi ajaribu kadri ya uwezo wake, ahakikishe kwamba ametenda aliyoyaahidi wa watu ambao anawakilisha. Hii hali ya ufisadi ndio sababu sisi katika upande wa research na kampuni yetu, kazi ambayo tunafanya hasa ni kufunza watu maadili bora, ili nchi hii iwe na utajiri, hii nchi ikuwe nchi ambayo ina amani. Kila wakati unaona watu wanapigana kwa sababu ya ufisadi, kwa sababu ya mambo mingi ambayo yanafanyika ambayo ni mbaya. Uliona mwaka 2017 vile ilikuwa hapa kwetu. Kwa nini watu wanapigania ofisi kwanza? Ni kwa nini? Kwa nini watu hawapiganii kuwa walimu, hawapiganii kuwa madaktari, kama wanapigania kuwa ma MCAs, magavana? Ni nini? Ni nini? Ni kwa sababu wanajua kule. Sasa ukiona watu wasema usiguse mtu wangu, ni kwa sababu wanajua kuna donge nono, ndio sababu wanapigania kuwa pale. Ukimtetea mtu fulani unakabidhiwa kifurushi fulani ama ka promotion fulani. Nikuulize Bwana Lofty, nimekaa nchi miaka karibu 54 saa hii. Nani anajua Monda yuko naweza kuwa waziri, naweza kuwa kitu fulani? Hakuna. Hawajui. Ni kwa sababu wakiangalia Monda wanaona huenda huyu hawezi kufuata hii laini, atakuja na msimamo wake mkali, hawezi kutusaidia. Lakini nataka niwaambie hivi, maadili bora inafanya nchi inaheshimiwa duniani. Inafanya hata wageni wanakutembelea kwa wingi. Huwezi kuwa mzee wa boma unaongea mambo haya kwa wageni wakienda unaanza kuchapa watu. Alafu ukienda kanisani unawaambie mpende mji nini, watu hawezi kukuamini. Kwa sababu na washauri wa Kenya wenzangu, naam, maadili bora ni kiegezo mzuri sana. Asante sana. Amemalizia vizuri kabisa. Tukimalizia, jambo la kwa nini hamtafuti viti vya utafiti na kuwa hata walimu? Mbona wanasiasa mnatafuta nini? Tumalizie kwa kumalizia, kuna maneno mawili matatu ambayo yafaa tuyasisitize katika kituo hiki. Jambo la kwanza ni kwamba maadili, kiongozi yeyote anapoapishwa kuna maneno yale ambayo anasema na kama amebeba Biblia, kama ni Mkristo ama Kurani. Hayo ndio maneno ambayo yafaa tuulize viongozi wetu, bado wanazingatia maneno yale, awe waziri, awe MCA, awe mtu yote. Jambo la pili, maneno ya ubarakala, kuwa kibaraka. Ni uchungu sana kwamba Wakenya waliamka saa 10 za asubuhi kwenda kupiga kura, na viongozi badala ya kuja kusema ama kuongelea maneno ambayo Wakenya ambao waliwatuma bungeni ama katika yale assemblies za county, wamekuja wanaongea maneno mengine. Ni jambo la kusikitisha, na jambo hilo ambalo lapunguza hadhi ya uongozi katika nchi hii. Kwa hivyo hata wewe ufurahie yale mambo? Hayaleti furaha. Kwa sababu gani? Ukipigiwa kura kama Lofty, kuna jambo ambalo wananchi wameona. Na ukifika huko usifanye ambacho kutuma uanze kushughulikia mtu fulani, tuwapoteza nia na sababu kwamba mbona tuko na uongozi. Uongozi yafaa kutoa nchi katika mahali moja kuipeleka mahali pengine. Si kuimbia uongozi, si kwaya ama ni wimbo ambao tuwaimbia mtu fulani. Uongozi yafaa yasaidie nchi toke mahali pamoja iende mahali pengine. Asante sana wakili. Muda hoko nasi. Daktari Monda Oliver Kipchumba ni wakili mchambuzi wa siasa, pamoja na Charles Monda, Daktari Charles Monda ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa New Era Governance International. Anashughulikia sana masuala ya uongozi. Vile vile yeye ni mtafiti. Naitwa Lofty Matambo. Shukrani za dhati kwa kuwa nami kwa kipindi chote hicho cha saa 2. Namuona Kidosho Akisa Wandera anajiandaa kuweza kuingia saa 7.
ikitimu adhuhuri ya leo atakuwa nakupasha mengi kwa lugha ya Kimombo. Endelea kutazama KTN News, ukae kwema na vyema, akitujalia Mwenyezi Mungu. Jumatatu tutakutana tena hapa kwenye